Kama tunavyoelewa kwamba ardhi ni moja kati ya rasilimali muhimu na kubwa inayochochea maendeleo. Kwa bahati, nchini kwetu hapa Zanzibar ni visiwa. Pamoja na majukumu yake, ardhi yetu ni ndogo. Idadi ya watu inaongezeka kila uchao. Tukichukua takwimu hapa, baada ya mapinduzi tulikuwa takriban 300,000. Lakini leo tukiangalia hapa tuna takriban milioni 1.8 na kwenda kwa milioni 2. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba ardhi yetu iko pale pale, lakini watu tunaongezeka. Kwa mahitaji ya ardhi yatakuwa ni makubwa kwa shughuli za maendeleo pamoja na za kijamii. Kwa hiyo tuna haki ya kuipa mpangilio mzuri ardhi yetu hii ili tuitumie twende vizuri zaidi. Ndugu wananchi, zoezi hili kama inavyosemekana awali lina umuhimu na linalenga kushajihisha wananchi kufuata sheria, kanuni na taratibu za usimamizi bora wa utawala wa ardhi ili kuweza kuimarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Pia lina lengo la kuhimiza jamii kuweza kutafuta hati za umiliki wa ardhi ili kuweza kuepukana na migogoro na matatizo mbalimbali. Wale waliokuwa tayari washakamilisha hatua zote wanaondoka leo na hati zao hapa, na tunatarajia kwamba masheha walishawapa maelezo kamili ya namna gani ya kuweza kuja kukamilisha uchukuaji wa hati zao. Lakini pia mbali ya ugawaji wa hati, tutakuwa na utoaji wa elimu. Kwa nini tumeweka zoezi hili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya? Kwa sababu tumeona kwamba wananchi wengi hawana elimu na taaluma inayohusiana na masuala sheria na taratibu za masuala ya ardhi na makaazi nchini. Jambo la ardhi ni jambo nyeti, na hivyo tumekuwa tukichukua jitihada za kutoa elimu mbalimbali ili kuweza kuwaelimisha wananchi wetu tuweze kwenda vizuri, wasipoteze haki zao, na kila pale ambapo wanastahili kupata haki zao za ardhi waweze kuzipata haki hizo. Hati hii itaniwezesha kwanza kuona kwamba kweli mimi namiliki hii ardhi, lakini pia hati siku hizi sio umiliki tu, lakini naweza kuitumia hati yangu hata kuweza kupata vibali vya ujenzi kirahisi. Lakini pia wakati mwingine naweza nikaitumia hata hati yangu kuweza hata kutafuta mkopo, ikawa ni dhamana yangu ya mkopo katika mabenki au taasisi mbalimbali za kifedha, kwa sababu nacho kithibiti kwamba hili eneo namiliki kwa sasa. Na kiukweli ni furaha kubwa. Jambo hili takriban mwaka mmoja toka nianze process, lakini sikuwahi kupanda gari kwenda mjini wala kusumbuka kwenda sehemu yoyote. Ni tangazo lilokuja kutoka kwa sheha wa shehia Nganani kupitia kamisheni ya ardhi kwamba wanaomiliki viwanja katika maeneo wende wakajisajili kwa sheha, na nikenda nikajisajili, nikachukua masharti yote. Baadaye juzi nikapigiwa simu kwamba kama upo tayari tukutumie control number ulipe. Nikalipa na pesa zenyewe alhamdulillah ni kidogo, tumana shilingi 70,000. Baada ya kulipa nikaambiwa leo nifike Paje katika viwanja hivi kuja kukabidhiwa hati yangu. Zoezi la utoaji wa hati ni haki ya kila raia. Kwa hiyo kwa kila kijana, kwa kila raia wa Kizanzibari ni vyema unapoamua kwenda kutafuta ardhi, ni vizuri kufuata taratibu zote kuanzia za awali mpaka hitimisho la kupata hati, na sio hatua ngumu. Ni swala tu la mtu kuamua kufuatilia kuanzia kwa muuzaji anayekuuzia, kuhakikisha kwamba je, mtu huyo ni halali katika kuuzia, ni mmiliki kweli. Lakini taarifa zake tunaweza kuzipata kupitia kwa viongozi wetu wa maeneo yetu tunayoishi. Kwa hiyo unatakiwa ufike kwa sheha. Sheha yeye atakwambia kwamba eneo hilo kweli ni eneo halali la mtu fulani au ni eneo ambalo ni reserve kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa hiyo endapo mtu utafuata taratibu hizo mpaka kufikia huko ardhi, una uwezo wa kumiliki ardhi yako kwa haki na kwa salama. Ushauri wangu kwa vijana, usipende kununua maeneo haya kupitia shortcut kwamba niuzie unamalizana naye, sio vizuri. Ni bora ufike maeneo husika. Ni zoezi ambalo halichukui muda mwingi sana, lakini ni zoezi ambalo linakupatia haki yako ya